Karibu, mimi ni Mwalimu Mark wa Learn Free Digital na hapa nipo shule ya msingi Butimba. Tutazungumzia hesabu za fedha, ukizingatia kwamba wanafunzi wanaanza kujifunza fedha ya Tanzania kingali darasa la 3. Na kwenda kuzungumza na walimu, wazazi na wanafunzi. Zingatia kwamba kuna watu wana degree 2 lakini hawana kipato, na kuna wengine hawajasoma sana lakini wana fedha. Tatizo si elimu, ni aina ya elimu unayopata. Kwenye video hii utajifunza aina 3 za elimu ambazo zinaamua mafanikio ya mwanafunzi. Nitakupa kisa kimoja. Nilipohitimu darasa la 7, baba yangu aliniuliza nichague. Je, unataka kuendelea na elimu ya sekondari au unataka kuanza biashara? Kwa haraka haraka nilichagua kuendelea na elimu ya sekondari, lakini nilimwambia kwenye biashara ndipo kuna fedha. Hilo ndilo lilokuwa jibu langu. Sasa leo twende kuanza na aina hizi 3 za elimu, lakini mwisho utakuwa umegundua kwamba ukisoma bila stadi unajua tu. Ukisoma bila elimu ya fedha unapata fedha lakini unapoteza. Na ukichanganya elimu zote 3 unajenga maisha imara. Twende pamoja. Hizi ni elimu 3, ni aina 3 za elimu na kazi yake halisi. Namba 1, elimu ya darasani, akademiki. Elimu ya darasani. Hii ndio msingi wenyewe. Hii ni msingi na si mwisho. Elimu hii inajumuisha hesabu, lugha na sayansi. Inatoa nini? Inakupa nini kwa mwenye nayo? Uwezo wa kufikiri, yani logic. Kusoma na kuelewa taarifa. Pia kufanya mahesabu kwa usahihi. Angalizo, ukibaki hapa tu, yani kama mwalimu unafundisha ukaishia hapa tu, au kama mwanafunzi unajifunza ukaishia hapa tu, unakuwa unajua lakini huwezi kufanya chochote maishani. Yani huwezi kufanya vizuri maishani, kwenye maisha halisi. Kwa hiyo hii unaipata wapi? Hii unaipata shuleni, kwa walimu na vitabuni. Changamoto kubwa ya elimu hii, theories zinakuwa nyingi, yani nadharia ni nyingi sana, lakini vitendo au application ni kidogo. Unajua vitu vingi lakini huwezi hufanyi. Kwa hiyo mwalimu unapofundisha kwa mfano hesabu za fedha, jaribu kutengeneza mbinu ambayo unaweza ukafundisha hii topic ya hesabu za fedha. Unaweza ukatengeneza soko la darasani, wanafunzi wakaona mzunguko wa fedha unavyokwenda. Wanafunzi wakaweza
kujenga maamuzi ya kununua na kutonunua, yaani maamuzi ya kutumia fedha. Je, nalazimika hii fedha niitumie au ni tamaa tu? Tukiwajengea msingi wa aina hii, wanafunzi wataepukana na kukutana na kitu. Kwa mfano, unaenda mjini, hujapanga uitumie pesa kwa kitu fulani, lakini kwa sababu umekiona tu kahamasika unanunua, au umekutana na muuzaji, ile marketing yake anavyokutana nawe, unajikuta umenunua, umetumia bila mpangilio. Kwa hiyo hii ndiyo elimu ya darasani. Inakupa uwezo wa kufikiri, inakupa uwezo wa kusoma au kuelewa taarifa, kusoma na kuelewa taarifa, na inakupa uwezo wa kufanya hesabu kwa usahihi. Lakini ukibakia na hii tu haikusaidii, na ndio maana vijana wengi wanaohitimu vyuo na vyuo vikuu au katika taasisi mbalimbali wanakuja kulaumu elimu walioipata kwamba haiwasaidii chochote, haifai, kwamba bora mtaani kuliko elimu. Elimu ya pili ni elimu ya stadi za maisha, yani life skills. Hii ndiyo watu wengi tunaipuuza, halafu tunashangaa kwa nini hatufanikiwi. Mwanafunzi anakazania kupata A kwenye masomo yake, na mzazi anakazania mwanafunzi apate A kwenye masomo yake, na mwalimu pia anasisitiza mwanafunzi apate A kwenye masomo yake. Hiyo ni elimu ya darasani. Lakini elimu ya stadi za maisha, life skills, tunaisahau. Hii elimu ya stadi za maisha inajumuisha nini? Kwanza, mawasiliano. Pili, nidhamu. Tatu, kutatua matatizo. 4, kufanya maamuzi. Ukiwa na elimu ya stadi za maisha inakupa nini? Uwezo wa kutumia ulichojifunza. Pili, kujiendesha bila kusukumwa. Sasa elimu hii ya stadi za maisha tunaipata wapi? Tunaipata kwenye mazingira na kwenye malezi. Yaani inatoka nyumbani, kwa marafiki, uzoefu wa maisha kutokana na kushindwa na kujaribu tena, au kushindwa na kujaribu tena. Unaipata nyumbani, kwa marafiki, uzoefu wa maisha, kushindwa na kujaribu tena. Mtoto anayefundishwa kuwajibika nyumbani anajenga nidhamu. Mtoto anayeshiriki shughuli anajifunza mawasiliano. Anajua hapa nifanye nini na hapa niache kufanya nini. Sasa na hapa ndipo mtazamo au jibu la swali linakuja kuanza kuonekana. Wahitimu wengi na jamii inalaumu shule, kwamba shule haifundishi wanafunzi kuja kufanikiwa maishani, kwamba wanapomaliza wanafunzi wanakwenda kuwa mzigo wa wazazi. Nilipata kumsikia
mbunge mmoja, mheshimiwa mmoja wa jimbo fulani, sitaki kumtaja, yeye alikuwa analalamika sana, na yeye alikuwa akilalamikia mfumo huu wa elimu kwamba anauza ng'ombe, wanamaliza zizi kabisa, mwanafunzi anaenda kusoma shule mpaka vyuo vikuu, lakini anarudi hana chochote cha kufanya. Kumbuka kule ulimpeleka zaidi akapata elimu ya darasani, lakini elimu ya stadi za maisha umeona mchanganuo wake unavyokwenda, anaipata kwenye mazingira na malezi. Sasa labda ushauri ungeenda mbele zaidi kuja kuangalia shule zitachanganyaje maisha mazingira ya maisha halisi na malezi ya maisha halisi ya kule wanakotoka. Ndio pale nilijaribu kuelezea kwamba mwalimu ana uwezo wa kuandaa mbinu, kudesign mbinu ya soko la darasani. Kwa mfano, tukaona mzunguko wa fedha unavyokwenda, lakini pia mbinu mbalimbali zinaweza zikatumika. Lakini hapa si moja kwa moja kwenda kulaumu shule, kulaumu vyuo kwamba haviwafundishi wanafunzi kuja kufanikiwa na kupata fedha. Tujiulize, je, nyumbani tunawashirikisha watoto wetu kwenye shughuli, au tunaajiri watu wa kuwafanyia kazi, kufua nguo, kupasi, kupika mandazi, chapati, kupika hata pilau lenyewe na kusonga ugali, kutengeneza hivi vitu vidogo vidogo, chipsi? Je, watoto wetu wanafanya, au tunaajiri wale walioshindwa kuendelea na shule, wale walioacha shule tunawaiba huko vijijini, tunawaleta mjini na kuanza kuwafanya wao ndo wafanye shughuli ambazo tungezifanya sisi kwa kushirikisha watoto. Hilo linakuja kujengeka hapa kwamba mtazamo wa elimu ya stadi za maisha unatuhusisha moja kwa moja sisi wanajamii na mazingira yetu. Tunawashirikishaje watoto wetu wanapotoka shule, au shule inaandaaje, shule au chuo inaandaaje mfumo wa kuhusisha mazingira halisi ya jamii zetu. Hilo liko namna hiyo. Elimu ya tatu ni elimu ya fedha, financial literacy. Hii ndiyo kiungo kinachounganisha elimu na maisha halisi. Hii ndiyo kiungo kinachounganisha elimu na maisha halisi. Baba yangu aliponiambia nichague kuendelea na elimu ya sekondari au kuanza biashara nilipomaliza darasa la 7, nilijua kwenye biashara, mimi nilifikiria kwenye biashara kuna pesa, lakini nikaona elimu ni muhimu zaidi tena kuipata. Kwa hiyo nikachagua kuendelea hii. Kwa hiyo elimu ya fedha inajumuisha nini? Inajumuisha matumizi ya fedha, inajumuisha kuweka akiba, inajumuisha kujua thamani ya vitu, na inajumuisha maamuzi ya kifedha. Watu wengi hatujui matumizi ya fedha kwa undani wake. Hatujui kuweka akiba na ni wapi niweke akiba yenye faida. Hatujui
thamani ya vitu, yaani hata thamani yako mwenyewe au thamani yangu mimi mwenyewe siijui. Yaani wengi hatuijui thamani. Nimechukulia mfano mimi mwenyewe, nisiseme wewe, yawezekana unaijua, labda mimi siijui thamani yangu. Wapo wasanii mbalimbali wakubwa kama Diamond Platnumz, amekuwa akisikika akisema kwamba kwa thamani alionayo yeye, huwezi ukampeleka akafanye show yako, huwezi ukamuita afanye show yako kwa chini ya milioni 10 kwa show moja. Hiyo ni thamani aliyoibaini alionayo yeye kutokana na brand aliyojitengenezea. Je, wewe thamani yako ikoje? Nimekuwa nikiona walimu wengi wanafundisha, kwa mfano tuisheni, anaamua kufundisha tuisheni kwa mwezi, analipwa mwanafunzi mmoja kwa mwezi labda anamlipa 5,000, au mwanafunzi analipa kwa siku shilingi 200. Je, hiyo ndio thamani yako wewe mwalimu? Au unaangalia, je, kama sivyo, je, unapata wanafunzi kiasi gani ili kwa pamoja wakutengenezee thamani yako kwa mwezi? Kama hesabu yako haiko vizuri, inawezekana kwa shilingi 200 kwa siku ukajenga thamani yako kwa kiasi kikubwa. Lakini thamani sio fedha tu. Je, unapopata hiyo 200 kutoka kwa wanafunzi wengi wakakujengea ukapata fedha kubwa kwa siku moja, je, kazi unayoifanya itajenga thamani yako? Yaani itaonesha uwezo na ubora ulionao, au utalipua kazi? Kwa mfano waje wanafunzi 200 kwa siku au 500 kwa siku, kutokana na hiyo bei ya shilingi 200, je, utawahudumia wote ipasavyo? Na maamuzi, hoja nyingine ni maamuzi ya kifedha. Je, fedha yako inatumika ipasavyo au inatumika hovyo hovyo? Una maamuzi sahihi ni wapi uiweke na wapi usiiweke? Hiyo ndiyo elimu ya fedha. Sasa ukiwa na elimu ya fedha itakusaidia nini? Kwanza, utakuwa na uwezo wa kutoanguka kwenye matumizi mabovu. Watu wengi tunaangukia kwenye matumizi mabovu ya fedha, ya kifedha, kwa sababu hatuna elimu ya fedha. Na pia itakuwezesha, ukiwa nayo elimu ya fedha, itakuwezesha kujenga kipato kidogo kidogo. Yaani utajenga kipato kidogo kidogo. Bila hii elimu, mtu anaweza kusoma sana, lakini akaishi vibaya kifedha. Si uchawi, si bahati, ni kukosa elimu ya fedha, financial literacy. Kwa hiyo sasa hii inatoka wapi? Elimu ya fedha kimsingi unaweza kuipata kwenye mchanganyiko wa mambo mbalimbali, lakini mara nyingi hakuna anayeifundisha. Hakuna shule inayoifundisha, wala hakuna chuo kinachofundisha elimu ya fedha. Elimu ya fedha, kwamba sasa tu elimu ya fedha inatoka wapi? Hapa kuna pengo kubwa.
Elimu ya fedha inaweza kutoka kwenye familia, biashara ndogo ndogo, uzoefu binafsi, kujifunza kwa makosa. Shule nyingi hazifundishi, wazazi wengi hawana mfumo wa kuifundisha. Ndio maana hata wasomi wanapata shida na fedha hizi. Mtu anaweza kuwa amesoma sana lakini akapata shida ya elimu hii. Kwa hiyo hizo ni elimu 3 zinazokufanya upate pesa, si cheti tu. Kwa hiyo makosa ambayo walimu tunaweza tukayaepuka tunapofundisha, yaani utachopekaje life skills ndani ya somo lako, utachopekaje elimu ya stadi za maisha ndani ya somo lako unapofundisha darasani. Huwa tunafanya makosa mengi sana kuwafundisha wanafunzi masuala ya kifedha. Wengine wanasema hii ni kazi ya wazazi. Walimu wengi wanafikiria elimu ya fedha ni kazi ya wazazi na sio kazi ya shule wala walimu. Kwa hiyo wanajikuta hawafanyi. Wengine wanasema tuepuke. Kwa hiyo hapa nayasema haya ili tuweze kuyaepuka. Wengine wanaweza kusema, walimu wengine wanaweza kusema wanafunzi watajifunza ukubwani. Baadaye tunajikuta tunawachelewesha wanafunzi, tunawachelewesha kupata hii financial literacy, elimu ya fedha. Walimu wengine wanaweza wakajikuta wanasema mimi nafundisha syllabus tu. Kwa hiyo unapokuwa unafundisha syllabus tu, yani hapo unawazidishia wanafunzi, yani unazidisha wanafunzi dhaifu, unazidisha watu ambao watakwenda kulalamika mtaani kwamba elimu haikunisaidia chochote. Kwa hiyo tujizatiti kuchopeka life skills kila tunapokuwa tunafundisha darasani. Kwenye video itakayofuata nitakuonesha jinsi ya kumfundisha mtoto elimu ya fedha kwa